Safari yetu bado nzito sana. Tuna mission iko mbele yetu. Hii mission ni tofauti na mission ambazo tumezoea kufanya. Na nilikuwa na shauri kwenye hii mission mtumie namba kama wakisho na msitumie majina yenu halisi. Msipokuwa makini naweza nikampoteza mmoja wenu ama tukapotea wote. Tina, nakutegemea sana katika ile. Sitaki kuamini kama utaniangusha. Naomba uongoze wenzio na tuweze kufanikiwa. Sitaki kuamini kama tunaweza kufeli kwenye hii mission. Ni hilo tu nilikuwa nataka nikwambie. Yule ni mwanangu wa pekee sana, na hii ni siku yake adhimu. Muda haukutosha, hauwezi kutosha leo, kesho na hata milele. Jua haliwezi kusimama kimya. Jaribu kufuata maelekezo. Hatuna muda. Bwana Sedabu. Naam. Unajua bila kukutana hapa umguu kwa kwako. Mguu gani tena? Mguu. We, mguu wangu mie huu hapa, mguu wangu vipi? Bwana Nabu, sijamaanisha hivyo. Yaani namaanisha kwamba tusingekutana hapa. Mimi nilikuwa safari ya kutoka hapa kuja wapi? Kuja kwako. Hapo sasa nimekuelewa. Sasa hivi unaizungumzaje kuhusu ile nyumba? Mimi nilikuwa na mashaka kwa sababu leo na sikuzani kama na wewe pia unakutanisha. Kwa mimi mashaka kwa sababu gari zinazoingia pale ni gari ambazo naona kama natembea kina Kisilamu na Justin Bieber. Lakini ni gari zinazoingia pale kwenye ile nyumba. Nyumba ile inaweza itakuwa ipo sana. Yaani mimi na mashaka sana ile nyumba, lakini sikutegemea kama na wewe pia utakuwa na mashaka haya. Mashaka lazima niwe nayo. Lazima niwe na mashaka nayo. Pale unavyosema hayo magari yanayoingia na kutoka, wakitoka wamefunga, wakiingia wamefunga. Ndio basi. Hawajui hata kama wanaishi na majirani zao, na sio kama yani hata kule kutambuana tu hakuna. Sasa kinachochangaza na kitu kingine, hata kwenye misiba, labda unapotokea msiba, shughuli yoyote, wale bwana uone mtu wote akija pale kwenye ile nyumba. Lakini acha tutajua tu, sio bure. Yale sio maisha ya kawaida bwana, yale sio maisha ya kawaida kabisa. Kweli kabisa. Basi tuachane na hayo, maana saizi ni wakati, ni muda wa kuswali huu. La asili saa hizi. Sio upotezi. Asili saa hizi. Bwana haya anakuja kaka.
Nimefanya misheni nyingi sana ngumu, lakini hii iliyopita ilikuwa zaidi ya ngumu. Mmeniheshimisha sana. Ndakuwa mchoyo wa fadhila kama sikuwapatia zawadi nzuri yenye kupendeza. Sidhani kama niliwahi kuwapa zawadi yoyote nzuri, lakini kitu ambacho nimefikiria wakati huu, ndani napaswa kuwapa mapumziko japo ya siku 2. Nadhani mna wapendwa wenu, mna marafiki, mna ndugu na majamaa ambao mkuwa mnatamani kuwa nao karibu. Kuna wakati wenu sasa, ila mtajia mkirudi tutakuwa bora zaidi ya sasa na tutafanya vitu vikubwa zaidi. Hivyo nawapa mapumziko ya siku 2, lakini kitu cha kuzingatia sana, mkumbuke maadili na utaratibu wa kazi yetu. Tumia akili, endelee kuwa wasili. Sina budi kusema nawatakia mapumziko mema. Tina, kuna kitu mimi nafikiria. Sijajua nawe kama ulishai kuwaza kama mimi. Nafikiria kuacha hii kazi. Ui. Kumbe na wewe unacheka. Siku nami nikifikiria kama unavyofikiria wewe, nitakueleza na uwe na wakati mwema. Kwanza niseme nisikia ucho wako. Nimezoea kila siku umekuwa mteja wangu mzuri, hasa kwenye biashara kaka ninayofanya. Kwa hiyo leo imekuwa kama bahati wewe kuniita, na nikaona ni vema zaidi kusikia wito wako, kwa sababu ndio hivyo nilikuwa na pilika zangu kama kawaida. Nimefika hapa na niko makini zaidi kusikiliza kwa kweli. Kwanza nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikuombe, ila utanisamehe. Unajua kila wakija pale kubeba taka, kila kitu nazidi kukuona. Kuna kitu nataka kuambia lakini nashindwa. Yaani kila nikikaa, kila nikilala, mawazo yananijia. Kwa hiyo kuna kitu nataka nikuombe, ila utanisamehe. Ndio, kwa mwanamke ni ngumu sana kutongoza mwanamke. Ila mimi nimekuwa kutenda. Mimi labda sijakuelewa wewe. Sababu kuna kitu unamaanisha. Sasa sijui unamaanisha nini? Nimejitahidi lakini nimeshindwa. Naona kabisa kama nataka kwenye ulimwengu niliokuwepo kwenda kwenye ulimwengu mwingine. Naishi kwenye ulimwengu tayari. Mimi sina ulimwengu mwingine na umiliki. Au kuna kitu umemaanisha hapo? Wewe unajua kiasi gani mimi napata kwenye biashara yangu ya toroli na kuzoa taka? Sitaki kujua.
Nipo tayari hata kufungulia biashara nyingine, waacheni na hizo tatu. Kweli eh? Ukiwa tayari kuifungua biashara utaliambia. Uwe na studio. Mnautumiaje muda wenu wa mapumziko? Kuna mahali nilikuwa na legalega, hasa kwenye mishe. Kwa kuwa tumerudi, na mimi nitakuwa imara zaidi. Sina rafiki, niliona bora kuwa peke yangu. Kumbe kuna dunia mbili, kuna ulimwengu watu wanaishi unaitwa mapenzi,